Kuna wakati Mungu akitaka kumfanikisha mtu, anaamua tu kuachilia neema ya upendeleo kwa ajili ya huyo mtu. Unashangaa tu neema, kibali. Na ndio maana ukiangalia utaona Mungu huwa hawatumii watu ambao wana vigezo vyote, ila huwatumia watu wasiokuwa na vigezo na kuwapa vigezo ili wa meet kwenye zile standardi zake. Mara nyingi ukiwaangalia watu ambao Mungu ameachilia neema kwao, unaona hawakustahili, hawakufaa. Kitabu cha Samueli wa kwanza 16, wakati ule Daudi anaenda kupakwa mafuta, hata nabii mwenyewe alipoenda aliwaangalia wengine, hakukaangalia kwa Daudi. Akaangalia mwonekano kina Eliabu, akaona wafaa sana. Akiangalia mwili ulivyojazana, akaona hili kweli linafaa kuwa lifalme. Lakini kalikuwepo ka mtu ka Daudi, sura ya upole, kanyenyekevu, ambako kalipata neema machoni pa Bwana. Daudi alipata kibali miongoni mwa watu wengi. Daudi akapata kibali. Na mimi ninakuombea kwa Mungu akusaidie hata mambo ambayo hauna sifa. Mungu akusaidie, neema yake ipite pamoja nawe, neema yake ipite pamoja. Yale mambo ambayo hukustahili, Mungu akustahilishe. Vile vitu ambavyo hukustahili, kuna jambo umeliomba kwa kweli, Mungu akiangalia vigezo vyake anaona haustahili. Mungu akustahilishe, Mungu akustahilishe, Mungu akustahilishe, Mungu akupe neema ya upendeleo, hilo jambo likatendeke kwenye maisha yako. Na mara nyingi Mungu anapoifunua neema, mahali palipo na neema huwa panavutia jicho la watu kutazama. Kwa neema ya Mungu ikifunuliwa, kibali cha Mungu kikifunuliwa, macho ya watu yanafunguliwa, yanaanza kutazama ile neema. Ngoja nikwambie hiki kitu na tutaenda kuomba. Unaweza ukawa umebeba neema, lakini ile neema watu hawaioni. Inabidi umwombe Mungu. Alihitajika Mungu kuingilia kati ili kwenye mkoa wa mzee Yese aonekane Daudi aliyebeba neema. Miongoni mwa ndugu wengi waliokuwepo, kaka zake walikuwepo, yeye alikuwa ni mdogo kati yao. Neema ionekane kwa mdogo, ipite kwa mkubwa mpaka kwa mdogo, alihitajika Mungu kuingilia. Na kuna nyakati nyingi watu wamebeba neema, lakini ile neema watu hawezi kuiona.